One term. Mstoke kuna kimoja ndio kusema. Manne Saturday of hii kesho Saturday, na nipenda kukaribisha wananchi wote wa Kakamega, kuanzia kwa mama mboga, kuanzia kwa watu wa salon, kuanzia kwa watu wa pikipiki, kuanzia kwa wanabiashara, kila mtu tujumuike Kakamega town. Tutakuwa tunakaribisha kiongozi wetu wa Western Region ambaye ni kijana anaitwa Honorable Cleophas Malala. Mnakaribishwa sana na msipe na wasiwasi. Hii sio maandamano. Hii ni mkutano tu, tunakuja kuongeleshana. Hakuna maandamano, hatutaki maneno. Thank you. Karibuni. Kwanza kabisa Kenya ni nchi ya demokrasia ambapo chama ziko mingi. Usiku na mchana watu wanaamka wana form parties. We have ODM, tuko na UDA, tuko na PPK, tuko na chama zote zenye unaweza nyinyi wote mnajua hizo chama. So inakuwaje wakati Honorable Rigathi Gachagua anaanzisha chama ama mtu mwingine anaanzisha chama ikuwe ni chama cha kikabila? You all know, wa Kenya sisi wote tunajua hizi regions zote kuna chama zimetoka kwa kila region. For example, ukiongea mambo ya ODM, hiyo chama ya ODM tunaiassociate na nani? Mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. Huyo mtu ni mkabila gani? Ni Mjaluo. Tuko na chama ya UDA. Kiongozi wa chama cha UDA ni nani? Anaitwa William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya. So inakuwaje wakati kiongozi Rigathi Gachagua anaanzisha chama, sasa chama chake ni cha kikabila? Kwa hivyo tunasema chama ni chama cha Kenya, ni chama cha kila mtu na kila mtu ako na haki. Hata wewe mwanahabari leo ukisema unataka kuanzisha chama, utaanzisha chama and tutaingia kwa hiyo chama and we shall support you. Swali la pili, mambo ya uchochezi. Hii uchochezi haifai kukua one sided. That kuna watu wakiongea au wanachochea. Juzi tumeona kiongozi kwa senators anaitwa Aaron Cheriot akiongea mambo ambayo ni kama anachochea wa Kenya. Why does it come wakati sisi tunaongea ama wakati chama cha DCP kinaongea inakuwa uchochezi? Hii kitu ya uchochezi hakuna. Ni ile tu watu wako na uoga kidogo ati kwa vile chama imeanzishwa kutakuwa na maneno. So watu wanapiga vita kile chama wakisema wanachochea. Yes, I want to address the young people, the youth of this nation. Mumeona tuko na vyama vingi sana katika Kenya. Tuko na vyama mingi katika Kenya na hizo vyama vimeongozwa na wazee fulani. Chama cha ODM kimeongozwa na mtu mzee, ukiona deputy party leader wake ni wazee wote wamefuata hapo kwa ODM. Ukienda kwa UDA unaona vile wamepangana. It is only DCP party ambayo imeformiwa juzi kimejumuisha ama kimeona vijana wanaweza kufanya kazi kwa entire Kenya and kwa entire history of Kenya. It is only DCP ndio imepatia kijana nafasi ya kuongoza kama deputy party leader. Therefore, I want to encourage the young people of this country that you've been crying about nafasi kwa hizi serikali, nafasi katika uongozi wa chama, nafasi kwa kila sekta ya hii nchi. You have now an opportunity kujisajili katika chama cha DCP ambapo kinasikiza vijana na wameonyesha tayari wamewapatia uongozi wa vijana hapo pale, hatakuwa anashughulikia maneno yenu. Therefore vijana wa Kenya, hii ni chama cha kitaifa, tutatembea Kenya mzima, tutazunguka kila mahali tukitafuta kura tukisema Ruto must go. Ruto must go. So vijana wote wa Kenya, chama ndio hiki, tunakitengeneza, tutakuja kuwaongelesha baadaye tukijipanga polepole. Ambayo inaleta shida Kenya hii. Juzi mlisikia Mheshimiwa Oscar Sudi akisema kwamba ikiwa Mheshimiwa William Ruto hatapata kura za kutosha, wao wako na mbinu na mikakati ya kuhakikisha kwamba wamejaza hizo kura zifanye nini? Zijae. Hatukuona NCIC ama whatever hiyo ikimuita Mheshimiwa Oscar Sudi afanye nini? Aje aeleze nini alichomaanisha kwa kusema hivyo. So sisi kama Western Caucus ya Democracy for Citizens Party tunakashifu NCIC na hata government institutions ambazo zimeamua kucheza siasa na zikaacha kazi zao. Tuliona Mheshimiwa Ruto alipochukua uongozi alisema kwamba hatatumia polisi kufanya siasa. Leo hii tunaona polisi ndio wanafanya siasa. Na sio tu hapa Kakamega. Ukienda Meru, ule mama anaitwa Kawira Mwangaza.
baada ya kutolewa kwenye Senate, mama hawezi fanya mikutano yake, polisi wanampiga kila siku. Tumeona juzi Mheshimiwa Rigathi alipomaliza hafla yake ya kanisa, tukaona polisi wametuma kwenye highway, wanaweka mitego ambayo hata inahatarisha wananchi wa kawaida. So sisi tunataka kuambia uongozi, especially those in our security sector, fanyeni kazi yenu. Wakenya wamewapa majukumu na mamlaka ya kufanya kazi yenu bila kuegemea siasa. You are not politicians. If the head of the police wants to participate in politics, let him resign and join politics. Kazi ya polisi ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wako na usalama. Juzi tumeona mheshimiwa anatembea, mliona? Badala ya kutuma polisi huko Turukana na Lamu ambapo wananchi wetu wanahangaishwa huko, tuliona a whole contingent of more than 300 police officers wanatumwa kwenye boma la mheshimiwa anatembea kushika mtu mmoja. Hii kazi wangemuita tu natembea kwenye ofisi na ajibu mashtaka. So we want to tell our police, this country belongs to all of us. You have a duty to protect Kenya according to the constitution of Kenya. So do your work, avoid politics, and if you want to join politics, resign and join politics. We have split in opposition because we have seen, I mean, the way you started now with Rigathi Gachagua has gone with some leaders, and the other leaders were together now have gone to another route. Where are we going to? Safari ya kesho inapangwa leo. Tunajua hata kama tuko kwenye uongozi, kumuondoa Rais William Ruto halitakuwa jambo rahisi, lakini tuko ngangari kuhakikisha tunafanya nini? Tunamtoa. Na kufanya hivyo lazima tutembee na wenzetu. Tumesema kwa waziwazi, Mheshimiwa Matiang'i avute kwake, Rigathi avute sehemu yake, Kalonzo avute sehemu yake. Na mwanzo ukiangalia hata siasa za 2002 zenye zilimtoa Rais Moi, hakukuwa kiongozi mmoja. Kibaki alikuwa kwake, Raila alikuwa kwake, kiongozi wetu Wamalwa alikuwa kwake, mwisho wakakuja wakaungana tukamtoa Moi. Safari hiyo ndio tutatembea. So sisi tunaunga mkono viongozi wote ambao wako kwa upinzani, kwa sababu kura ya kila Mkenya will matter in this election. So we want to rally everyone from every corner of this country. Tujiunge na sisi tuhakikishe kwamba tumebadilisha nchi yetu. DCP Mboni nyote, kwa majina, excuse me. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Wanyonyi, na tumekuja hapa kwa sababu ya jambo moja tu. Kwanza, vile mwenzangu aliongea wa kwanza alinena, ni kwamba tunamshukuru sana party leader wa chama cha DCP ambaye ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua kumtunuku ndugu yetu, rafiki yetu, our leader Mheshimiwa Cleophas Malala hiyo nafasi ya kuwa deputy party leader wa chama cha DCP. Kitu cha pili, ninataka kuambia watu wa Western Region in general kwamba siku ya Jumamosi ni siku yetu. Siku ya Jumamosi ni siku kubwa. Siku ya Jumamosi ni ya kumkumbatia kijana wetu Cleophas Malala ambaye anarudi nyumbani baada ya kupewa hicho kiti cha deputy party leader, ambacho ni kiti kikubwa sana kuwahi ingia hapa nyumbani Kakamega. Tafadhali tokeni nyote, tokeni na watoto wadogo, kujeni tumuembrace, tukutane na yeye, tusikize maneno ambayo atatuambia hiyo siku saa 5 hapa Kakamega mjini. Asanteni sana, na tena kabla nisahau, ningependa tu kuwasuka mandugu zetu wale wenye bado wanapotelea kwa chama cha UDA. Tafadhali, huko si nyumbani tena. Hiyo sasa ni kama pickup ambayo haina engine. Tafadhali tokeni huko, kujeni tujiunge hapa katika chama cha DCP ambacho sasa ni chama cha hapa nyumbani, kwa sababu mtu hufuata mahali ambapo ndugu yake yupo. Sasa tuko na ndugu yetu Cleophas Malala ambaye amebeba bendera, na sisi tutakuwa nyuma yake mpaka siku ya mwisho. Asanteni sana na Mungu awabariki. Swahili usema chanda chema huvishwa pete. Correct. Sio chanda chema huvurushwa. Kurusha chanda chema kwa chama chao, wakatugurusha sisi wenyewe, na kwa hivyo tunakaa hapa tukisema tumehama. Hawatutaki, sisi pia hatuwataki. Tumekuja DCP na tunataka kuleta nguvu zetu, akili yetu, wepesi wetu, ujuzi wetu, kutengeneza hiki chama ambacho wamepatia Mheshimiwa Cleophas Malala kuwa naibu wa mwenyekiti. Hiyo sio kazi rahisi, lakini mtu ni watu.
sisi kama watu wake tunataka kutia nguvu zetu hapa, tuchape kazi na tu recruit members venye tulifanya kule kwingine, hapa tutafanya zaidi. Asanteni sana. Tumealika kila mtu. Tunataka watu wa Kakamega wajitokeze kwa wingi kumkaribisha kiongozi wao Senator Cleophas Malala, sababu tunajua yeye ni shupavu, yeye ako na nguvu, yeye ana maono, na yeye ndo chaguo bora kuhakikisha kwamba chama hiki cha DCP kimesonga mbele na kina wafuasi wengi. Mlivyosikia pia jinsi baada ya kuzindua chama hiki, saa hii tuko na more than 5 million members ambao wameregister kwenye hiki chama. Tunatarajia baada ya mwaka moja tutakuwa tumefika milioni 15, so that when we are reaching 2027 we have enough numbers to bring leadership in this country na kutoa. Sisi mnavyojua, unaweza kujisajili kwa chama kupitia namba yako rununu yako na kuingia kwenye chama cha DCP. Unabonyeza *509#. Tunajua kuna wanachama wengi ambao wamekuwa kwenye vyama vingi, wameresign kutoka huko, wanaingia kwa chama chetu cha DCP. Pengine kabla uondoke pale, kuhusiana na vita ambavyo vimekuwepo kwa chama cha DCP. Imekuwa na mikutano kadhaa, lakini kila mara imekuwa ikisambaratika. Pengine agenda ya hii mkutano ambayo inakuja Kakamega, na pengine mshaongea na maafisa wa polisi ili lazima nisisitize, ni kweli tumeona visa vya vurugu, na ni muhimu nieleze kwamba vita hivi havitoki kwenye chama cha DCP. Mahasimu wetu wa siasa ndio wanapanga na kufadhili hizi mikutano. Hivi vita ambavyo tumekuwa tukiona DCP, na jinsi alivyozungumza kiongozi wetu party leader Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hiki ni chama cha amani. Viongozi wote wa DCP hawana fujo. Sasa ukiona kuna vurugu hapa na pale, ni wale wako na wasiwasi. Members of the press, all Kenyans, my name is Damaris Ondisa, our former UDA Kakamega County Manager. Nataka kuchukua fursa hii kwa niaba ya wanachama walikuwa wa UDA kuelezea kwamba tumeresign officially from UDA party and now we are in DCP. On behalf of the pioneers of UDA Kakamega County and Western in general, we want to say that as pioneers, we were so disappointed with the leadership of His Excellency William Ruto, the current president, and we've decided with the fact that we are the one who elevated you and elected you and sold your manifesto to the people of Kenya, that we can no longer take it, and we have resigned. Na saa hii tumeamua kwamba tuna rally behind His Excellency Rigathi Gachagua, kwa sababu ameamua kwamba ana imani na kiongozi wetu Cleophas Malala kwa uongozi ambayo upo saa hizi. So nataka kuchukua fursa hii kuwa si wanachama wote ambao walikuwa na imani kwa William Ruto, kwa yote ambao aliwaagiza wa Kenya, lakini kwa kuwa hakutimiza, tunataka kumwambia William Ruto kwamba sisi wenye tulikuweka juu na tukukusaidia ukakuwa president, ni sisi tumeamua sasa tutakushukisha chini, kwa sababu tulidanganya wa Kenya. Wewe ni one time, na jinsi ulidanganya wa Kenya na wa Kenya hawajafurahia. Tumeamua ni kwamba sisi tumetoka chama chako, pambana na hali yako, sisi tuko DCP na tuna imani kwa chama cha DCP kwamba utakuwa na uongozi mzuri. I'm talking about the pioneers of UDA, and those are over 10,000, those who pioneered, and we have now officially resigned and joined DCP party from today henceforth. Wenda nachukua wewe uko sawa kwa. Uko sawa. Ukiwa sawa nyamaza. Tuchukua kata hii kitabu. Ngombe tawapatia. Wewe mnataka kuongeleshana hapo. Iko sawa. Kimbia bwana. Hawatoki na style, anakimbia tu.